know how to tune a lady. Na wale wasichana mko hapa. And the ladies that are here. Ukiona mwanaume anashindwa kukuuliza, that is the best man in Nairobi. If you see a man that is not able to anakuja kwako anakusalimia alafu anaanza kuambia ni kama kunanyesha sana. Huyo ndiye mtu. The person comes to you and they tell you, I think it is raining too much. That is the right guy. Hii mtu anajua kukuuliza nani alimfundisha? This person that knows how to do everything, who taught them? So mimi nikasema ya kwamba sijui. So I said, I don't wakanionyesha kuandika barua. They taught me how to write a letter. Dear Sugar. Dear Sugar. Mpenzi Sugar, sukari. Nikamwandikia. And then I wrote. Halafu nikawauliza nitapelekaje? And I asked them how do I deliver. Wakaniambia kazi ya kupeleka ni sisi tutafanya, wakampelekea. Delivery is our job. So they took it, they delivered it for me. Huyo msichana alikuwa ameokoka. The lady was born again. Kwa hivyo akaniita publicly jioni tukienda nyumbani. So Harrison. Nikaona ni yeye, nikasema sasa imekuaje? And then I realized that she was the one. Akachomoa ile barua. Ni wewe uliandika hii? She removed the letter and said, are you the one who watu wote wakakuja kusikiliza. Dear Sugar. Everyone listen. Mpenzi, nakupenda. So akanisomea na akaniambia unahitaji kuokoka mara moja. So she read it to me and she told me you need to be born again. Na mimi nilikuwa born again. And I was already born again. Lakini katika hiyo hali hauwezi kusema umeokoka. But in that kind of a situation you don't say you are born again. Unasema nitaokoka You say I'll get born again. Lakini nimeokoka tayari. But I'm already born again. Hata Bible nilikuwa nayo kwa mfuko. Even I had a Bible in my pocket. Sasa miaka mingi baadaye, many years later, nikasikia nikitaka kuambia msichana wangu hiyo ka story. I felt like telling my daughter this story. Alikuwa form 2. She was in form 2. Nikamweleza. And then I told her the story. Tukacheka. We laughed and laughed. Nikamwambia na mbona hauashi kucheka? And I asked her, why are you not quitting? Why is your laughter continuous? Akaniambia ninataka kukuletea barua uone. And she told me, I want to bring you a letter so that you can see. Akaniletea barua. She brought me a letter. Ilikuwa Dear Sugar. Hata yeye alikuwa ameandikiwa the same. Penzi Sukari, she had been written a similar letter. So akaniuliza. And she asked me. Kwa hivyo unafunuliwa hata tukiandikiwa barua. So it is always revealed to you whenever we are written to letters. Nikajua hapa nikisema hatufunuliwi, yeye msichana atanipeleka hivi. Nikamwambia ndio tunaonanga kila kitu. Paka tunaona. I realized that if I don't agree to it, she's going to take me for granted. And I told her, we are shown everything. Lakini kila mtu wako hapa, si unajua hauonyeshwi kila kitu. But everyone that is here is aware that they are not told and shown everything. Niliona nikienda kuhubiri mke wangu ananitengeneza hapa koti. I saw my wife akinitengeneza hapa koti hapa nyuma. Mbona sikuona? How is it that I could not see that? Nikionyeshwa nimwambie koti hapa nyuma inakaaje? I should have been shown and then I would have asked her, how does my coat look? That is why we need one another. Ndio maana tunahitaji mmoja na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale wasichana wako hapa, unajua ningependa kuwapa changamoto kidogo. And the ladies that are here, I would want to give you a slight challenge. Yule mwanamke kwa Biblia alifurahia ndoa yake sana. The lady that really enjoyed her marriage in the Bible. Hakuna mtu mwingine aliolewa, ni yeye peke yake. There was no one that was married except her. Ni nani? Who is that? Rebecca, mke wa Isaka. Isaac's wife. Isaac hakuwa mtu mwingine. Isaac never married anyone. Sio kama baba yake alichukua wasichana wote wa nini? Not like his father. Msichana wa kazi akachukua nani? He took Jacob naye alichukua wasichana wote wa kazi. Jacob took all lakini the Rebecca alikuwa peke yake. But Rebecca was the only one in that marriage. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoa yao ilianza namna gani? How did their marriage start? Isaka hakumuuliza. Isaac never asked her anything. Alituma jamaa anajua kuuliza wasichana, akaulisiwa. He sent somebody who has this knowledge to go and ask on his behalf. Hata wewe ukiona jamaa anatumana uuliswe, that is Isaac, your Isaac of today. Even for you, when you see somebody being sent to come and ask you, huyo ndio Isaka wako wa leo. Lakini wasichana wa leo wanasema kwani hana mdomo? Si akuja niuliza mwenyewe. Sasa Rebecca angesema Isaac hana mdomo, angeolewa. If Isaac was to say, doesn't Isaac have a mouth, would she have been married?
So hatujui ni nani atatuoa. So we are not aware who exactly is going to marry us. Na Mungu hataki kusema. And God doesn't seem to be like he wants to tell it to us. Anataka utumie hii. He wants us to use this. Tuko na wanayuthi kwa nyumba ama hatuna? Do we have youths in this house or not? Kama hauonyeshangwi mambo mengine, kwa nini uonyeshwe mzee ni nani? Hautaonyeshwa. If you are not revealed to other things, why should you be shown who your husband Baba is? nionyeshe ni nani, sitaoa mpaka unionyeshe. Wewe utamaliza hivyo bila kuoa. Tafuta. Father, show me who it is. I will not marry until you do it. You will remain like that. Look for one. Tunataka kujua ni nani tutaoa. We want to know who we are going to get married. So Mungu akamnenea usiku akamwambia don't fear. So kwa hivyo Mungu God spoke to him in the night and told him, do not be afraid. Abraham, usiogope. Fear not, Abraham. Mimi ni ngao yako. I am your shield. Amen. Alimwambia mimi ni ngao yako, na yeye hakuwa anaona ngao mahali popote. He told him, I am your shield, but Abraham could not see a shield anywhere. Sio lazima Mungu akuonyeshe vita zote anakupigania. Utajua baadaye ukifika mbinguni vile ulipigania. It is not a must for God to show you every battle that he fights for you. You will know some of them when you Hallelujah. get to heaven. Amen. Watu wengine wanakuroga, sio vizuri uonyeshwe. Utakosa imani. Some people who bewitch you, it is not important for you to know them because you will lack faith. Kuna mzee alikuwa anakufa. There is an old man that was dying. Sasa akashikiliwa hapa kichwa hivi na watoto wake. So the children held his head at the back. Wakajua ni dakika zake za mwisho hapa duniani. And they knew that these were his final minutes on earth. Akaamua kuambia siri hawajui. And so he decided to tell them a secret that they were not aware Akaambia of. kijana yake mhubiri. And he told the son who was a preacher, Wewe nimekuroga mpaka nimekuwekea chakula uroge wewe. I have bewitched you to the point of giving you bewitched food. Akaondoa mkono. And then they removed their hands. Akaambia wa pili. And he told the second one, wewe nimelikumalizia mapema hata na shidangu, kwa nini haukufi? I cleared your story a long time ago. I'm even wondering how come you're not Akaondoa dying. mkono. The second one removed the hand. Akaeleza familia yake vile ameifanya. And he told the entire family what he has done to them. Wote wakaondoka. All of them moved back. Hata mmoja akasema hata afadhali ukufe. And one of them said, it is even better for you to Hata ni die. vizuri ni Mungu anakuua wewe. It is good. God is killing you. Mhubiri aliyekuwa hapo aliwaambia hivi. The preacher who was there told them this. Ndio Mungu hakutaka mjue hii. That is why God did not want Maana you kwa to know sababu this. hamjui. Because the fact that you did not know, Mlishikilia baba yenu kichwa. you held your father's head. Mlipojua, When you knew, mkarudi nyuma. you stepped back. Ndio unaona Mungu hakuelezi mambo mengi ndio uendelee vizuri. That is why God doesn't tell you everything, because he Mungu wants you to akikwambia wachawi continue. wote mmewahi kukula pamoja na mkafanya biashara pamoja, utakufa. If God was to tell you all the witches you ate with and did business with, you're going to die. Wadugu, ukijua history ya mke wako utakufa. Brothers, if you got to know the history of your wife, you will die. Na ndio ukiona classmate wa mama amekuja, unaona mama hataki waongee sana. Unipe dakika mbili hapo nje. That is how come whenever you see a classmate of your wife comes, your wife is not willing to talk so much. They want to talk aside. We na classmate wa mzee? What about the man's classmate? Tumeenda juzi na mama kuzika mtu. Recently we went to bury somebody with my wife. Halafu classmate wangu akaonekana. And my classmate showed up. Mwanamke. A lady. Mama akaniambia ningependa kuongea na your classmate. And my wife told me I would love to talk to your classmate. Nikamwambia tuko na haraka, unajua tuna mkutano mwingine kule. And I told her we are in a hurry, there's another meeting we have to get to. Na nikaambia huyo classmate usinenage maneno mengi kunihusu. Mimi ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, sasa ni mapya. And I told that classmate, don't say many things about me. I am a new creation. The past is gone. I am new now. Kwa hivyo kama haujui, kaa hivyo kama haujui. So if you're not aware, stay like that without the awareness. Lakini kama ni lazima ujue, But if it is a must for you to know, fuata taratibu ya neno. follow the precepts given by the word. Amen. Amen. Sasa tunataka kujua tutafanyaje? Now we want to know, what should we do? So Mungu akamwambia mimi ni ngao yako. And God told him, I am your shield. Mimi ni thawabu yako kubwa sana. I am your exceeding great reward. Abraham akasema, And Abraham said, ewe Bwana Mungu utanipa nini? Nami ninaenda hali sina mtoto atakaye miliki nyumba yangu. Ni huyo Ezekieli Mdameski. And Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus.
Kwa hivyo Ibrahim hata kama amebarikiwa tajiri kubwa, ako na mambo makubwa, hakuacha kuomba mpaka akiwa mzee wa 75 years. This tells us that however much Abraham was blessed as a rich man, he never stopped praying until he was very old, even at the age of 75. Unajua kuna watu wanaomba sana kwa sababu ni maskini. You know, there are certain people that pray so much because they are poor. Unamsikia saa 9. Hallelujah. You will hear them at 3 a.m. Washa apate refrigerator, ijae kuku, gari isimame nje, watoto waende boarding, na awe na TV ile ya fiti 5. Wait until the person unasikia usiku akisema riba baba analala. In the night you'll just hear him say riba baba, and then he falls asleep. Kumbe alikuwa anaomba kwa sababu ya shida. The reason for their prayer was because of the troubles that he was facing. Na ndio unaona watu wengine hawawezi kuondolewa shida maana watawasha kuomba. And that is the reason why some people will never go out of trouble, because they will stop praying. Lakini hapa Ibrahim alikuwa tajiri kubwa. But here Abraham was a very rich alikuwa man. Na vitu nyingi. He had many things. Lakini tunaona akiomba. But we see him praying. Bwana nipe mtoto. Oh God, give me. Yule atalili ni huyu Mdamaski. My hair will be this Damascus. Ninataka kujua Mungu utanipa mtoto. I want to know, are you going to give me a child? Mstari wa 3. Verse 3. Abraham akasema. And Abraham said, hukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Behold, to me you have not given a seed, and the one born in my house is my heir. Ningetaka kuambia hivi. I want to tell you this. Hata kama mnatembea na Mungu hivi. Even if you walk together with God like this, kuna jambo atakataa kufanya. There are certain things that he will refuse to do. Ndio ujue yeye ndiye Mungu na wewe ndiye mtu. So that you will know that he is God and you are man. Hallelujah. Amen. Mmewahi kuona mama anatabiri mpaka anajua karibu ulikula nini mchana? Have you ever seen a woman that is able to prophesy to the point of knowing what exactly you had for lunch? Mpaka unamuogopa. Until you get afraid of the person. Halafu unamkaribia unamuuliza habari ya mzee na watoto. And you come close to her and you ask her, how is your husband and children? Mungu alikataa kunipa mzee. And they will tell you, God refused to give you a husband. Hata kuna mmoja aliniambia si unitafutie mzee mzuri, umwambie mimi ni mama mzuri. And even one of them told me, get for me a good man and tell the man that na saa hiyo alikuwa ameniambia nimeonyeshwa ministry yako vile itaenda na nimeonyeshwa next year mahali utafika. Na saa hiyo ananiambia si unitafutie. And by that time the lady had told me how my ministry was going to progress and the level that I would be in the next year. And at this point she's telling me, get me a husband. Hallelujah. Kukosa kuwa na kitu kimoja sio sign Mungu amekuasha, ni sign ya kwamba wewe ni mtu na yeye ni Mungu. Failing to have a certain thing does not mean that God has left you. It just tells you that God is God and you are a human being. Sio rahisi kuwa na kila kitu unataka duniani. It is not easy to have everything that you have on earth, that you want on earth. Amen. Amen. Sini kama kijana aliniambia anataka kuoa. It's like another young man who told me that he wants karatasi size hii ya prayer request. A piece of paper this size full of prayer requests. Akaniambia pastor, huyu ndiye mwanamke nataka kuoa. And he told me this is the kind of lady I want to marry. One. Kwanza. Awe mrembo. Must be beautiful. Ndio nisitamani wengine. So that I will not desire others. Number two. Awe mwerefu sana. She must be very clever. Awe na hekima. She should be knowledgeable. Awe anajua kufaa vizuri. She should know how to dress properly. Awe tayari kunizalia watoto wengi ndio baba yangu na mama yangu na chuso na guka waweze kupata majina kwangu. She should be able to give birth to so many children so that my father, my mother, my grandparents will get a name from my offspring. Anataka watoto 7. And he needed 7 children. Baba yake, his dad, mama yake, his mom, chuso guka, his grandmother and grandfather. Wazazi wa msichana watu wawili. Parents, the lady's parents. Na brother yule alimsomesha. And the brother that took her to school. Next akaniambia nataka mwanamke anapenda kazi, mwanamke msafi. The next thing, I want a lady that is industrious, a lady that is clean. Nilipoangalia hiyo karatasi, when I looked at that piece of paper, nilimwambia anataka wanawake 8 na Biblia inakataa. I told him you need 8 wives and the Bible is against that.